Kichwa cha somo kinasema maisha ya kuamuliwa. Maisha ya kuamuliwa. Mgeni karibu. Umefika wakati ndo tunaanza sasa kujifunza maisha ya kuamuliwa. Hebu sema maisha ya kuamuliwa. Hebu sema maisha ya amri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaposema amri na maana gani? Tuko darasani, nataka tujifunze. Ninaposema amri, nadhani inaeleweka. Halo? Amri sio wewe unafanya, kuna mtu anafanya na kuamrisha. Mimi kama askari fulani, piga magoti. Wangapi wamewahi kukamatwa na polisi hapa? Wangapi wamewahi kulala lock up? Pole sana. Pole sana. Wengine kwa kweli mimi mpaka nafika umri huu sijui hata lock up pamoja. Siada kuingia kituo cha polisi. Mungu anisaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya kuamliwa. Hebu sema kuamliwa. Maisha ya kuamliwa ni maisha gani? Maisha ya kuamliwa ni maisha ambayo mwelekeo wake umeamliwa na nguvu fulani au na kitu fulani. Maisha ya kuamuliwa ni maisha ambayo mwelekeo wake umeamliwa na nguvu fulani au kitu fulani. Nguvu hiyo inaweza kuwa ni nguvu ya Mwenyezi Mungu aliye hai au ikawa nguvu ya kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kuwa ni nguvu ya Mungu au ni nguvu ya shetani. Zote hizi nguvu mbili zina uwezo wa kuamlia watu nini? Maisha. Hebu sema kuamliwa maisha. That's why leo tumekuwa na watu wengi ambao hawajui ninachokipitia ni jaribu au hapa kuna mtu ananiendesha. Unashangaa jaribu gani hili miaka 6, miaka 12 bado unapitiaga kile kile. Sasa leo utajua which is which. Hapa nimeamliwa na mtu ama ni maamuzi ya Mungu, na kama limeamuliwa na mtu kama ishivyo Bwana katika jina la Yesu, hilo ambalo liliamuliwa na watu wengine, hao waamuzi waliosimama kwenye maisha yako leo wataenda kuachia chochote walichokuwa wamekuamulia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maisha ya kuamuliwa tunasema ni nini? Ni maisha ambayo mwelekeo wake umeamuliwa na nguvu fulani. Hiyo nguvu inaweza kuwa ya Mungu au inaweza kuwa ya shetani. Hiyo nguvu inaweza kuwa ya watu au ya kitu fulani. Halo? Amen. Halo? Amen. Hayo ndio tunaita nini? Maisha ya kuamliwa. Amri. Ndio tutajifunza kwa habari ya kitu kinaitwa amri 10 za nani? Za Musa. Za Mungu. Ni za Musa za Mungu. Ni amri 10 za Mungu alizoleta nani? Musa ni Mungu unavyosema za Musa. Mimi mwenyewe nimechanganya, sisomagi. Amri 10 za Musa. Wote mnazifahamu ziko 10. Sijui usizini, usiibe, usifanye hivi, usitende nini jirani yako. Zipo amri 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana zile amri 10 kwa maana nyingine ni sheria ngapi? 10. Palikuwa amri 10 na sheria kama 600 zamani. 600 kama na 2. Yaani zamani Mungu wa zamani alikuwa ni hatari. Huwezi ukampendeza hivi. Sheria 600 usitoke. Mara usimsonye jirani yako. Mara si ukikutwa na mke wa mtu upigwe mawe. Ukisimama yani kulikuwa sheria ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amri 10 za nani? Za Mungu. Amri manake Mungu alikuwa anatuendesha sisi kupitia nini? Amri. Tulikuwa tumefanyaje? Tumeamrishwa. Ina maana hatutakiwi kumwendea yeye bila kupitia mfumo ule. Kuna mfumo ambao unaweza ukamwamrisha mtu. Kuna mfumo ambao unaweza ukaingia kumwendesha mtu. Kuna watu leo anaishi kwa influence ya mtu fulani. Anaishi kwa influence ya mtu nini? Ya mtu fulani. Aidha awe ametaka au hajataka. Kuna watu leo wanaishi. Kuna mtu amemwamulia maisha ya kuishi. Kuna mtu amemwamulia maisha ya kuishi. Huyu mtu alizaliwa akiwa na kipawa kikubwa, akiwa na nyota ya biashara, lakini kuna watu wamemwamulia kwamba wewe biashara hautofanya. Wewe hakuna mahali utaenda. Kuna waamuzi wa familia, kuna waamuzi wa ukoo, kuna waamuzi wa mtaa,
wanahakikisha huu mtaa hakuna mtu anaweza kutoboa biashara hii. Wanahakikisha huu mtaa hakuna mtu anaweza kufunga ndoa. Unashangaa mtaa unakuwa haueleweki. Unashangaa mtaa unakuwa na mabinti wa ovyo. Unashangaa mtaa unakuwa na vitu vya ovyo. Kwa nini? Kuna roho imeamuru namna ya watu kuweza kuishi. Kuna roho imeamuru namna ya watu kuweza kuenenda. Mimi natamka kama Bwana aishivyo katika jina la Yesu, chochote kilichokuamulia maisha yako, kama leo Bwana aishivyo, kinakwenda kudondoka. Waamuzi waliosimama kwenye maisha yako, nasema hivi, leo wanakwenda kudondoka. Walioshikilia afya, waliokuamulia afya, waliokuamulia ndoa, waliokuamulia kazi, waliokuamulia afya, leo atadondoka kwa chini. Uwezi ukaishi kwa kuamuliwa. Uwezi ukaishi kwa kuamuliwa. Ndio maana unakuta mtu anasema hivi, yani mimi mtumishi, mimi nilikuwa na kibali sana, napendwa sana na watu. Sitomsema mtu mmoja hapa alikuwa ananilisia siku moja, sema nilikuwa na connection za nje, nilikuwa na kibali na watu wa nje, na watu wa nje, lakini nashangaa huwa wanisaidii chochote. Nashangaa vile vitu vilishakufa. Ina maana kuna watu wamekaa wanakuamulia maisha ya kuishi. Mungu akikuangalia anaona kwamba wewe connection zako zinatakiwa zitokee Malaysia, connection zako zinatakiwa zitokee Uingereza. Kuna watu kutoka mataifa ya nje ambayo unatakiwa ukutane nao wakusaidie mahali, lakini kuna watu wamekuamulia kwamba wewe utaishia Temeke, wewe utaishia Manzese, wewe utaishia Goba, hakuna mahali utaenda. Mungu akikuangalia anaona kabisa ndani yako kuna uzao mtakatifu, lakini kuna watu wanakuamulia, wanasema wewe utakii kuzaa. Mimi nasema yoyote aliyekuamulia leo anaenda kupata aibu. Amen. Wewe hujanielewa. Nasema yoyote aliyekuamulia maisha yako leo anaenda kupata aibu. Amen. Uwezi ukaishi kwa kuamuliwa. Sema yoyote aliyekuamulia maisha yako leo anaenda kupata aibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwamuzi wa kwanza wa maisha ya watu ni Mungu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 5 inasemaje? Sura ya kwanza na mstari wa 5 inasema, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla haujatoka tumboni mwa mama yako nilikutakasa, nikakufanya kuwa nabii wa mataifa. Huyo Mungu anamwambia nani? Yeremia, kwamba kabla Yeremia haujazaliwa mimi nakujua vizuri, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nilishakufanya kuwa mtu fulani. Ina maana cha kwanza, mwamuzi wa kwanza wa maisha ya mtu huwa ni Mungu. Mungu alishaamua maisha yako kabla hujaja kwa mama yako. Mungu alishaamua mwisho wako kabla hujaja duniani. That's why usione kila aliyepo duniani, mtu yote aliyepo duniani anakaa kulaumu wazazi, anasema mimi nilizaliwa kwa bahati mbaya na mama yule. Nataka nikwambie pole. Mungu alikuleta kwa kusudi. Hata kama mmezaliwa familia isiyoeleweka, kuna watu mmetokea familia za uchawi, mama mwenyewe mchawi. Sawa, kwa uchawi wake anaweza kuwa anakosea, lakini Mungu anakusudi. Kwa nini alikuleta kwenye familia ile? Yamkini alikuleta uje kuwa mkombozi wao, yamkini alikuleta ili uje kuwa chachu ya wao kubadilika. Hakuna aliyewahi kuzaliwa kwa bahati mbaya. Kila unayemwona duniani amekuja na kusudi fulani. Amekuja, there is a purpose to fulfill. Kuna kusudi la kutimiza hapa duniani. Ndio maana mtu yote anayekuja duniani hajui nini amekuja kufanya, huyo nampa pole. Mtu ambaye umekuja duniani haujui nini unakuja kufanya, huyo nampa pole. Umesikia mwanangu? Nataka niwaambie hivi, kusudi la mwanadamu kuja duniani sio kuolewa na kuoa. Hilo ni kusudi extra, ila ni kusudi la ziada. Kusudi la mwanadamu kuja duniani sio kuolewa na kufanyeje? Na kuolewa. Sio kuolewa au kuoa. Wanawake wengi wanaacha kusudi la Mungu baada ya kuingia kwenye ndoa. Wanaona labda niliitiwa hivi, anaamua kukaa. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa binti Fanueli. Kabla Yesu hajazaliwa, Mungu aliwachilia mzigo kwake, akamwambia nataka uombe miaka 40 ijayo kuna mtu atakuja kuzaliwa duniani, nataka umwombee huyo mtu anayekuja kuzaliwa duniani. Yule binti yuko bize na mume wake.
akumwombea Yesu. Yesu hajazaliwa, yaani Yesu kabla hajazaliwa, Mungu kuna binti alimwambiaga haya wanamuombea. Unajua kitu chochote kabla kijaja lazima kiombewe kwanza. Kwa Mungu alijua Yesu atapitia vita. Sasa wewe kuzaliwa kwako si nani alikuombea? Ndio maana ulipozaliwa tu nyota iliwaka siku ya kwanza, siku ya pili wakunga wasioeleweka wakabeba. Unashangaa tu uko kama karatasi duniani. Kuna mtu alitakiwa amwombee nani? Yesu. Yule binti akawa bize na mume wake. Mungu akaua mume, sio shetani. Mungu akaua mume ili kumkomesha, na yule binti akaenda kukaa kanisani madhabahuni, akakaa madhabahuni miaka 40. Umeona hiyo hasara? Umeona hiyo hasara? Mungu akikuchagua kufanya jambo fulani, alafu akaona kuna mtu anachelewesha hilo jambo, na anaweza kuwa ni mume wako, anaweza kuwa ni mke wako, anaweza akamuua ili wewe ufike kwenye alipokuitia. Kwa hiyo sio kila watu waliofiwa na wapendwa wao, walioondokewa na wake zao ni kwa sababu Mungu, labda kwa sababu ni shetani tu. Kuna mengine Mungu aliruhusu ili kumpeleka mtu kwenye kusudi. Halo? Amen. Halo? Amen. Yule mtu amepewa kusudi ya kwamba yeye amezaliwa duniani kuja kumwombea Yesu, kama alivyozaliwa Yohana Mbatizaji. Yohana yeye alikuja duniani kwa ajili ya kumwandalia Yesu njia. Ndio maana kazi ya kumwandalia njia ilipoisha, Yesu alipokuja akajua ni huyu hapa. Yohana alifungwa gerezani akakatwa kichwa. Kazi yako simeisha, kazi yako imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa ameandaliwa. Hebu sema ameandaliwa. Ameandaliwa. Kuna kitu hapa unajifunza. Ndio. Wewe ulizaliwa, hakuna watu walikuombea. Kuna kitu yamkini Yesu alipozaliwa vita ilikuwa kubwa. Amezaliwa tu, mamajusi wanaskani hivi, mamajusi wanaskani hivi, wakaiona nyota yake mashariki. Sasa watu wengi wajuagi mamajusi, wanafikiria sijui ni watu gani mamajusi. Kasome vizuri Biblia ya Kiingereza. Mamajusi, Biblia inasema ni magicians. Walikuwa ni wasoma nyota, watu wa niseme sijui kama uganga sijui wa nini, walikuwa ni wana utaalamu wa nyota. Kwa hiyo wakaona nyota ya kifalme imezaliwa. Herode akaogopa sana, akasema ni mtoto gani huyu amezaliwa? Nendeni mkapeleleze, niende kumsujudia. Halo? Wakaenda wakafanya kila kitu, wakapeleka manemane, uvumba, kwa sababu ya katoto. Ndio maana unaona watoto wanapozaliwa watu wao wanaleta zawadi. Watoto wanapozaliwa watu wao wanaleta vitu. Kwa sababu gani? Nyota imeonekana. Nyota yako ikionekana, watu wanatakiwa wakufuate. Nyota yako ikionekana, watu wanatakiwa wakukubali. Wewe ulipozaliwa watu walikuja tu nyumbani, jamani, katoto kazuri, kana mashavu, kana komwe, walikuja kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ile nyota sio mpango wa Mungu. Nyota yako baada ya kuzaliwa ipotee. Wengi baada ya kuzaliwa nyota zilipotea, wakabaki wao ndio wanatafuta watu. Unakuta mtu hivyo mwaka kwa mwaka yeye ni wakutafuta mahusiano tu, anatafuta mahusiano, yaani yeye ni bwana mahusiano, na ndiye analazimisha. Ukiona kitu chochote wewe ndio unalazimisha, kuna shida. Halo? Ninaamuru kwa jina la Yesu watu waanze kukukimbilia wewe, sio wewe kuwakimbilia watu. Amen. Kwenye chochote unachokifanya, haijalishi ni biashara, haijalishi ni nini, ninaamuru watu waanze kukukimbilia wewe, sio wewe kuwakimbilia watu. Amen. Nyota yako si ya kawaida. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe si mtu wa kawaida. Uliumbwa kwa namna ya ajabu. Mungu alikuleta kwa kusudi la ajabu. Waliologa ili wewe usionekane wa thamani machoni pa watu, ninaamuru thamani yako itakurudia katika jina. Ile nyota yako ya mvuto uliokuwa nayo nyuma, nyota yako ya mvuto uliokuwa nayo kwa watu, ukiongea tu kidogo watu wanakuelewa, ukitamka tu kidogo watu wanakuelewa. Ulikuwa una haja ya kusema sana mpaka udanganye ili upate hiyo pesa. Naamuru kwa jina Yesu, nyota yako ikakurudia. Nyota yako ikurudia katika jina Yesu. Nyota ya ndoa, nyota ya mafanikio ikakurudia kwa jina Yesu. Halo? Amen. Halo? Amen. Mtoto hajazaliwa, kuna mtu anamwombea, na huyo ni Mungu kabisa, ni Yesu. Wewe nani alikuombea? Wewe nani alikuombea? Ndio maana ndoto zako zilikufa. Tukikuuliza wakati uko la pili la tatu, ukimfuata mtoto wa la pili la tatu au hao,
Wewe unapenda kuwa gani? Napenda kuwa daktari. Daktari anasema sana. Muulize, mfuate baada ya form 2 au baada ya kumaliza form 4, mwambie daktari vipi? Utashangaa, wewe acha tu, napenda hiki kitu, sijui kilipoteleaga wapi. Sio kilipoteleaga wapi, walishakubadilisha. Halo, unajua mtoto akiwa mdogo ndio huwa wanasema ukweli. Yaani mtoto akiwa mdogo ndio rahisi kujua alichokibeba. Wengi mlikuwa wadogo, kuna vitu mlikuwa mnapenda, lakini umeshangaa umekuwa mkubwa kwa sababu ya maisha, ukasomea vitu ambavyo sio, ukajikuta umeambukia ambako sio. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyota yako ikipindishwa, sometimes utaletewa hadi vitu ambavyo sio, mpaka ndoa utaletewa watu ambao sio, kwa sababu nyota yako kuna mahali haiko sawa. Mungu anasema leo, kama Bwana aishivyo, atakutoa na jibu lako katika jina Yesu. Wale ambao vibali vyao vilikuwa vimeharibiwa, kuna watu ambao mnalazimisha sana watu. Kuna watu ambao mnalazimisha sana watu. Yes. Unalazimisha upendwe. Unalazimishwa ukoo kukubali. Unalazimisha familia ikukubali. Mimi nakutamkia hivi, baada ya leo wao wenyewe wataanza kuona kitu cha tofauti ndani yako. Wakikaa watalazimika tu kwa sababu ya ile nyota iliyoko ndani yako. Itakubidi wakushirikishe juu ya ile mipango, kwa sababu mtatuzi utakuwa wewe katika jina Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nyota ya mtu ndio mwelekeo wa mtu. Nyota ya mtu ndio maisha ya mtu. Ndio maisha ya mtu. Sasa kwa wengi wasioelewa, hawa watu maarufu wengi, kwa sababu ya wengi kutokuelewa, hawa watu maarufu wengi wamechokifanya, wanaenda kwa waganga, wananunua nyota za watu. Kuna mtu ulizaliwa ni kiongozi, ulitakiwa kuja kuwa waziri. Sasa umezaliwa familia isiyoeleweka, baba mwenyewe mwenda kwa waganga, mama mwenyewe mchawi, labda mama mwenyewe ni mtu wa kuchukua vya waganga anaweka ndani. Manake watoto wale wanapata access ya kuharibiwa vitu. Nyota zenu zinaibiwa na waganga, wanakuja kwenu, inaonekana kama wanawasaidia, si wanaleta tiba ya kifamilia, wanaiba vitu. Wakiiba zile nyota zenu, waganga wanaenda kuwauzia viongozi, waganga wanaenda kuwauzia waimbaji, waganga wanaenda kuwauzia nini. Kumbe wewe unaweza kashangaa huko hapa, kuna mtu Kariakoo flame zake zinaenda vizuri, biashara zake zinaenda vizuri, kwa sababu kuna nyota ya mtu inafanya kazi. Na mimi nasema hivi, kama kuna nyota yako mahali, mtu yoyote anaitumia kwa kusudi fulani. Yes. Aliwahi kukuibia, iwe ni zamani. Yes. Aliwahi kukuibia, uwe ni mwaka wowote. Leo itarudi katika jina. Nasema leo Mungu anakurudishia katika jina. Chochote walichoiba kwenye maisha yako kitarudi. Chochote walichoiba kwenye mikono yako kitarudi. Chochote walichoiba kwenye uzao wako kitarudi. Chochote walichoiba kwenye uchumi wako kitarudi. Ile nyota ya biashara itarudi kwa jina Yesu. Nyota ya uzao itarudi kwa jina Yesu. Hawawezi wakaendelea kukutesa. Amen. Hawawezi wakaendelea kukuamulia. Yes. Leo tunatoka kwenye kuamuliwa. Ndio. Leo unaingia kwenye kujiamulia mwenyewe. Amen. Leo unaingia kwenye kujiamulia mwenyewe na Mungu wako. Kuanzia leo watu wataanza kuamuliwa na Mungu. Yes. Na Mungu ndiye ataongoza hatua zao katika jina la Yesu. Nikasema mkabidhi Bwana kazi zako zote na mawazo yako yatathibitika. Mungu ukimkabidhi vitu vyako, yeye ndiye anaongoza njia zako. Hakuna mwanadamu hawezi kudirect maisha yako. Yes. Mwanadamu hawezi kuongoza hatua zako. Yes. Kuna mahali mwanadamu atakupeleka kwenye mapenzi yake. Ndio. Kuna mahali ofisi itakupeleka kwenye mapenzi yake. Ndio. Kuna namna bosi atataka umpendeze yeye. Yes. Lakini yuko Mungu ambaye akiamua kusema pita hapa, yes, yeye anajua namna gani atakupitisha katika jina Yesu. Naona watu ambao Mungu anakwenda kuwapitisha kwenye njia. Njia zinafunguka kwa watu leo. Njia za uchumi zinafunguka kwa watu leo. Njia za kazi zinafunguka kwa watu leo. Njia za kazi zinafunguka kwa watu leo. Njia za uzao zinafunguka kwa watu leo. Njia za ndoa zinafunguka kwa watu leo. Kila aliyekuwa amekuamulia kukwama, ninawaona wakidondoka katika jina la Yesu. Rafika inadondoka kwa jina la Yesu. Mikwamo inakuachia kwa jina la Yesu. Walioamulia maisha yako, waliokuamulia uzao wako,
waliokuamulia usizae, waliokuamulia usiendelee, wanaachia kwa jina la Yesu. Wanapigwa leo, wanapigwa leo, wanapigwa leo, wanapigwa leo, wanapigwa leo kwa jina la Yesu. Hello. Amen. Anasema kabla sijakuumba nalikujua, kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nilikufanya kuwa nabii wa mataifa. So this means everyone ambaye unamuona chini ya dunia, Mungu alishaamua maisha yake. We kabla hujaja duniani, Mungu anajua we ni sonala, Mungu anajua huyu ni typist, Mungu anajua huyu ni hivi. Na ndio maana watu ambao Mungu aliwaumba duniani, sio kila mtu ana hazi ya kukaa kwenye mapokezi. Kwa kutokujua kwenu, kuna watu mnafungua biashara, mnaenda kuwaweka watu ambao sio, kwa sababu ukimweka ambaye sio, biashara yako inakufa. Ukimweka ambaye sio, ndoa yako inaharibika. Wewe unajua huyu ni mfanyakazi, kumbe umemleta mke mwenzio, haujui kwa sababu ya kutokujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hawezi kukaa sehemu ya kuwahudumia watu mapokezi. Kuna sura maalum, kuna sura maalum, sio uzuri. Kila mtu, kuna mtu amemwekea kitu. Kuna watu Mungu amewapa nyota za uso. Ukitokea tu kwa mtu akikuangalia, unapata kibali mbele zake. Kuna watu wana nyota za mikono, akifanya kitu kinabarikiwa. Kuna watu wana nyota za miguu, kila anapoenda watu wanamkubali. Kuna watu wana nyota za kinywa, akiongea na wewe, hata kama ni mwanamke ambaye unasumbua watu vipi, akiongea na wewe ndio unaanza kujichekelesha lakini kwani nikupe jibu leo? Haujui imekuwaje. Ana nyota ya kinywa. Sema nyota ya kinywa. Nyota ya kinywa. Sema nyota ya kinywa. Nyota ya kinywa. Hao watu ni watu gani? Madalali wana nyota ya kinywa. Ndio maana kwa nyota yake unakuta dalali ana maisha mazuri, ameamua kuitumia nyota yake ya kinywa kufanya udalali. Kuna madalali wamejenga, kuna madalali ndio wanatupangisha. Hata mimi ninakoishi, mimi naishi kwenye nyumba ya dalali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyota ya kinywa, kuongea tu na watu kunamletea kitu fulani. Wewe nyota yako inakuletea nini? Achana na kazi, hatusemei kazi, hatusemei hiyo uliyosomea, sijui nursing, sijui walimu, hatusemei hayo. Nyota yako inakuletea nini? Na umewahi kugundua wewe una nyota sehemu gani? Wewe una nyota sehemu gani? Kila mtu ana nyota sehemu yake. Halo? Kila mtu ana nyota sehemu yake. Mimi nakumbuka nimewahi kutembea sehemu tofauti tangu nikiwa shule. Mimi nikikuta waimbaji hapa, tangu nikiwa shule sijui kuimba na kisauti changu hiki, lakini nikiimba mahali popote, kama kulikuwa waimbaji wote wanakaa pembeni, wanaona sisi tumezalaulika sana. Wanaona kama hawajui, wanaanza kujidharau. Sio kwamba wanajidharau, nyota. Yaani kuna kitu wakisikia kwangu wanahisi kuna kitu cha tofauti, kumbe nao wanafanya hivyo, ila utofauti ni nini? Ni nyota. Hebu sema nyota. Nyota. Hebu sema nyota. Nyota. Kwa hiyo kuna nyota inaweza kusababisha maisha yako yabadilike, inasababisha maisha yako yabadilike. Kuna watu wana nyota za kuuza, yaani ukimweka kwenye duka lako linauza. Ndio maana mtu huyu ukimpata utashangaa, duka unafungua na maduka mengi. Sasa wewe kachukua tu mtu from nowhere, eti kwa sababu ni ndugu tu, tumetoka sehemu moja, mweke dukani. Mafuta ya kupikia yapo amna, na amna hata kidogo. Njoo angalie mwenyewe. Ndio watu habembelezi mteja, hana nyota ya mauzo. Halo, habembelezi mteja mara mbili. Lakini mtu mwenye nyota ya kuuza kitu, kuna lugha utamsikia, kuna lugha utafanyeje? Utamsikia. Hata kama ulikuwa hutaki kununua, lakini kwa sababu ya nyota yake ya mvuto. Kariakoo, wengi mmeenda Kariakoo, unaenda kununua kitu kingine, unarudi na kitu kingine, kwa sababu kuna watu wana nyota. Dada, hii sketi ni nzuri lakini sikufuata hiyo, nilikuwa naulizia tu, dada nakupunguzia, yaani mpaka utanunua tu. Japo Kariakoo kuna vingi. Wengi mnanunua vitu Kariakoo, lakini sio kwa akili yako. Misukule imekaa dukani inaita tu, njoo hapa. Ukipita unashangaa sketi nzuri ile. Ngoja niulizie tu, hujui kilichokuvuta kwenda kuulizia. Watu wamejiongeza. Halo, usijui ukafikiria na wewe kwamba Mungu ni wa wetu sote.
nenda kafungue frame Kariakoo pale, kaweke kwa huyo Mungu wa kugusagusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa issue sio kuweka frame, issue sio kuanzisha nini. Itambue kwanza nyota yako ilipo, na amuru Mungu akakufunulie mahali ambapo alikuumbia kuwa mkali, mahali ambapo alikuumbia kuwa professional katika jina Yesu. Kama Mungu alikupa kitu fulani, ukaanze kukifanya katika jina Yesu. Amen. Yusufu sio kwamba eti Mungu alimuumba kuja kuwa waziri mkuu. Yusufu nyota yake ilikuwa ni kutafsiri ndoto. Yusufu kilichomweka pale akawa mfalme. Yusufu kilichomweka wakampenda utumwani. Kumbuka upo nchi ya watu, yaani mtu ametoka nchi ya ugenini eti anakuja kuwa waziri mkuu Tanzania. Alitafsiria mtu nini? Ndoto. Kutafsiri ndoto kukampa nafasi. Biblia inasema kipawa cha mtu umpatia nafasi mbele ya wakuu. Kitakachokupa nafasi mbele ya watu wakubwa sio kusoma kwako. Wakina Mwijaku, wakina Baba Levo, nadhani unawafahamu vizuri. Elimu hamna. Kuna vitu pale shule haifanyi kazi. Kuongea ndio kumesababisha leo Mama Samia anamfahamu Mwijaku. Baba Levo akipita mahali anaheshimika. Wewe unatumia nyota yako ya kuongea kukaa na majirani, unaanza kupiga umbea. Yaani huyu baba aliingia chooni ya kumwaga maji, ni yeye. Ndio nyota yako unaitumia hapo. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amen. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amen. Nyota yako ikakupe faida. Amen. Katika maisha haya katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Mungu kumbe anaweza kuyaamulia maisha ya mtu. Hebu sema kuyaamulia maisha. Kuyaamulia maisha. Lakini hata shetani anaweza kuamua maisha ya mtu. Mungu anaweza kukuamulia na shetani pia anaweza kukuamulia. Kwa kuna watu mnaishi mkifikiria ninavyoishi ni Mungu ametaka, lakini kumbe mnaishi ni shetani ametaka. Na kuna watu mnaishi unasema ninavyoishi labda ni shetani, lakini ni Mungu amefanyeje? Ametaka. Leo utajua kipi ni kipi na ujue kuchambua hapa na hapa ili uweze kwenda sawa. Halo? Amen. Shetani anaweza kumwamulia mtu maisha. Umesikia dada nani? Anakuamulia kabisa. Mimi sitaki ufike hapo. Kuna koo watu wametoka hapa hawashiki zaidi ya 2,000,000. Ukishika zaidi ya hapo unavimba miguu. Kuna koo watu mmetoka hautaki kuwa na gari. Kiwa na gari unakufa na ajali. Halo? Naongea hivi nadhani inaeleweka. Kuna koo mmetoka mmeishia kuwa na Fonex, basikeli zile za zamani kubwa, na unaona wewe ni bonge la mshua. Kama ishivyo Bwana, sio kwangu katika jina Yesu, na isiwe kwako katika jina Yesu. Amen. Yale ambayo babu zako walishindwa kufika. Yes. Kuna vikomo ambavyo babu zako waliishia kwa sababu waliamuliwa na mizimu ya ukoo. Haitokuwa kwako katika jina Yesu. Amen. Chochote ambacho wao waliamuliwa, yes, sisi tutapita. Amen. Bila kuwa na kikwazo chochote katika jina Yesu. Amen. Mimi natamani nifanye hiki na hiki na hiki, lakini nikianzisha vitu vinakufa. Umeamliwa. Sio kwamba vinakufa tu, umeamliwa. Wewe tatizo unaangalia vitu kufa. Hujawahi kujua hapa kuna mtu ndiye anaendesha maisha yangu. Ukichukua TV ukaiweka pale, ile TV haijiendeshi mpaka kuwe remote. Remote ndio ina control. Remote ndio ina control channel. Weka channel namba ngapi? So wewe ni TV. Remote haupo nayo wewe. Remote yako alitakiwa awe nayo Mungu, kwa sababu kuna mambo yalitokea. Remote yako imekaa mikononi mwa ndugu zako. Remote yako imekaa mikononi mwa wachawi wa familia. Wao ndo wanaamua mwaka huu tunawagombanisha na mume wake, mwaka huu tunawaachanisha. Wao ndo wanaamua mwaka huu hawapati, mwaka huu wanaharibikiwa, mwaka huu mwanae atakuwa kilema. Hiyo remote leo zinapokonywa katika jina Yesu. Remote zinapokonywa katika sema napokonya. Hebu sema napokonya. Kila remote ya maamuzi niliyowekewa, kila remote ya kuamuliwa kuendeshwa maisha yangu nilikowekewa, sema ninamrudishia Mungu. Sema namrudishia Mungu. Sema kwa jina Yesu. Sema kila remote ninaoniongoza, kila remote za kichawi, kila remote za kiganga, kila remote za familia zinazoendesha
maisha yangu. Sema pasuka, sema pasuka, sema pasuka, sema pasuka kwa jina la Yesu. Leo Mungu anapasua kila limoti. Amen. Leo Mungu anapasua kila limoti. Wewe si wa kuamliwa. Wewe si wa kuamliwa. Unatakiwa kuamlia wewe. Utajifunza shetani anaamulia watu vipi. Utasoma kwa muda wako, sina haja ya kukwambia. Utasoma kitabu cha Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 10. Utajifunza kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Magerasi. Yesu akavuka ng'ambo ya mto Magerasi. Akavuka ng'ambo, wakakuta na mtu mmoja alikuwa ni kichaa, anajikatakata kwa mawe, anakaa makaburini. Baada ya kufika pale, ndio Yesu anamuuliza, wewe ni nani? Ndio yule mtu anajua kusema kwamba sisi ni jeshi. Alikuwa na mapepo, yani sio pepo mmoja, yanaita sisi ni nini? Ni jeshi, yani legion. Yesu akawaamuru wale mapepo, ndio yale mapepo yanamuomba, anasema tunakuomba tafadhali usitupeleke, turudi tulikotoka, tuamuru twende kwenye nini? Kwenye nguruwe. Yesu akawaamuru yale mapepo yakawaingia wale nguruwe. Nguruwe akaenda kuangukia wapi? Baharini. Yule mtu watu walikuwa wanamuona ni kichaa. Yule mtu watu walikuwa wanamuona hafai. Yule mtu watu walikuwa wamemchoka, anajikatakata kwa mawe, anapiga watu ovyo mtaani. Watu wanamkimbia, wamemfunga kwa kamba anakata. Ina maana jamii ilimtenga ikamweka pembeni. Baada ya Yesu kumponya, kumbe yule mtu alikuwa ni mhubiri. Alipotaka kuongozana Yesu akasema, rudi kwenu mjini uende ukahubiri matendo aliyokutendea Bwana. Kumbe yule mtu alikuwa ni mhubiri. Mapepo yalikuwa yamemgeuza kuwa kichaa. Yule mtu alikuwa ni mhubiri. Wachawi walimgeuza kuwa kichaa. Unaweza kuwa huko hapa ni fanya biashara, umegeuzwa kuwa malaya. Unaweza kuwa hapa ni mtu wa kuwa na ndoa, umegeuzwa kuwa single. Mungu alikuumba kuwa mtu mkubwa, kugeuza kuwa mtu mdogo. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, yoyote unayetumikishwa kifungo ambacho si chako, kuanzia sasa na kiamuru kianze. Nasema kinavunjika katika jina Yesu. Mimi nitegemea Yesu akimponya yule mtu atamwambia nenda nyumbani umepona. Yesu anamwambia nenda kahubiri. Alikuwa ni mhubiri. Kumbe siku zote kuna vichaa mnaona mitaani. Kuna vichaa wengine wako mitaani kwa sababu ya akili zao. Alikuwa genius kupita kiasi. Ndugu wakaumia, wakamseti akawa kichaa. Alikuwa anapata division 1 kila siku. Wakasema ngoja tutaona. Hawakutaka awe. Vichaa wengi sio kwa sababu ya makosa yao. Vichaa wengi wamelogwa na ndugu zao, wameharibiwa na ndugu zao, wamefungwa na ndugu zao. Chanzo ni wivu wa akili. Chanzo ni kwa nini huyu mtu apate division 1. Chanzo ni kwa nini sawa tumetokea ukoo mmoja, mbona watoto wangu hawafaulu wa kwake wanafaulu? Wakaamua kumchezea. Lakini ukipatia yule kichaa itakiwa kuwa meneja wa benki. Yule kichaa alitakiwa kuwa na nyadhifa fulani serikalini. Wamemchezea. Hata wewe unaweza kuwa huko hapa, ni kweli unaishi ndio, unalipa kodi ndio, unakula ndio, lakini maisha yako unayoishi sio maisha yako. Wewe ukutakiwa uwe hapo katika jina Yesu. Kuna mahali Mungu alikukusudia uwe. Wewe ulitakiwa uwe na watu maalumu. Wewe ulitakiwa uwe na ndoa nzuri. Wewe ulitakiwa uwe na watoto wazuri. Wewe ulitakiwa uwe na mume mzuri. Kuna watu wamechezea maisha yako. Wewe ulitakiwa uwe na mke mzuri. Utakuwa uwe na gari nzuri. Utakuwa na biashara nzuri. Na mimi ninaamuru kwa yote ambaye umechukuliwa vitu vyako, umeamuliwa maisha yako, umeamuliwa kesho yako, umeamuliwa nyota yako, umeamuliwa kuishi wako, kwa jina Yesu. Yoyote uliamuliwa maisha mahali hapa, anza kufunguliwa. Anza kufunguliwa. Malaika wa kike kwa yoyote aliyeamuliwa, malaika wa Mungu aanze kufungua hiyo mikono. Wewe uliyeumbiwa nyota ya utajiri, wewe uliyeumbiwa nyota ya ukuu, wewe uliyeumbiwa kuwa malkia Yesu, wewe uliyeumbiwa kuwa mtu mwenye familia, kufarakanisha na familia yako, wakakutenga na watoto wako, wakakutenga na mke wako, jaribu kuoa vinakataa. Ninaamuru kwa jina Yesu, yoyote aliyekufunga mahali popote, hicho kifungo naamuru kifunguke. Hicho kifungo naamuru kifunguke. Kwanza kuomba, mwambie Mungu nifungue. Yoyote anayeniamulia mimi apigwe. Yoyote anayemwamulia mimi aniachie. Anayeamulia maisha yangu, anayeamulia hatua zangu, aliyeniamulia kuishi kwangu, aliyeniamulia kuishi kwangu. Anza, omba. Sema mimi si wa kuamuliwa. Mimi si wa kuamulia. Omba katika maiki. Chukua maiki
omba, chukua mic, omba. Rabashatada badabadaba. Uliosimama katika familia zetu, kila uchawi wa ukoo, ongeza sauti, ongeza sauti. Uliozunguka katika maisha yetu, leo tunaamuru tuachie katika jina la Yesu Kristo. Tunafungua kila vifungo vya njia panda, vifungo vya makaburini, vifungo vya ukoo, vifungo vya familia. Tunavunja katika jina la Yesu Kristo. Tunalipua katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja kila mamlaka za mwovu, tunavunja kila mamlaka za shetani, kila mamlaka zilizosimama, kila mamlaka yaliyoinuliwa katika maisha yangu, kila maisha ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninavunja kila mamlaka za mwovu, kila mamlaka za shetani, tunazikataa katika jina la Yesu Kristo, tunaziharibu katika jina la Yesu Kristo. Nimeshindwa kuolewa, nimeshindwa kuoa, nimeshindwa kufanikiwa, kumbe nimeamriwa na mtu, kumbe nimeamriwa na mganga, kumbe Simama mahali ulipo. Simama, omba kila mmoja. Hivyo vifungo vilivyokushikilia, hivyo vifungo vilivyokushikilia, hivyo vifungo vilivyokuamulia, wameamulia maisha yako, ninaviamuru na vipasua, na vipasua kwa moto, na viharibu kwa moto, natuma moto katika jina la Yesu. Kila uliyeamuliwa maisha yako, kila uliyeamuliwa maisha yako, omba. Sema nakataa kuamuliwa, sema nakataa kuamuliwa. Wako wapi watu wenye hasira? Wako wapi watu waliochoka kuishi maisha yasiyo yao, kuishi maisha ambayo si yao? Rapatakataparatata repechakataparataba ninaharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mimi sitabaki kuishi maisha ya kuambiwa, sitabaki katika maisha ya uchawi, sitabaki katika mganga, sitabaki katika njia isiyompendeza Mungu. Leo ninawaambia kwamba mimi sitaishi maisha ya kuambiwa tena, sitaishi maisha ya kuambiwa tena. Ninakataa, remote nairudisha kwa Yesu. Yesu alikufa kwa ajili yangu. Ninakataa kuishi maisha hayo. Ninavunja hayo maisha, ninaharibu hayo maisha, ninalipua kwa moto wa Yesu Kristo, kwa moto wa Yesu Kristo, ninalipua kwa moto wa Yesu Kristo. Ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Kila mmoja ndani ya moyo wake tamani Mungu akufungue. Watu mko hapa, maisha yenu mmeamuliwa. Maisha mnayoyaishi sio maisha yenu. Maisha mnayoyaishi, ndoa unayoishi, kazi unayoishi, kibali unachokiishi si kibali chako, bali wapo watu wamewamulia maisha watu. Nyosha mikono yako, nitaanza kupita kwa mmoja mmoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninawaleta watu wa mikononi mwako katika jina la Yesu. Kila yoyote ambaye amesimama mahali hapa, maisha yake yanayoishi ni kwa sababu ya kuamuliwa na roho fulani, ni kwa sababu ya kuamuliwa na mtu fulani. Kuna wengine wameamuliwa na ndugu zao, kuna wengine wameamuliwa na ndugu zao. Ni mama mzazi kabisa, ni baba mzazi kabisa, ameamulia maisha yake, ameamua kwamba huyu hataolewa, ameamua kwamba huyu hatotembea. Ni rafiki kabisa, ni rafiki kabisa aliyemwamini kwa moyo wake, aliyempenda kwa moyo wake wote, ameamua kwamba rafiki yangu hatotembea kwa sababu ya wivu wa kibiashara, kwa sababu ya wivu wa maendeleo. Kuna mtu ameamulia miguu yake, kuna mtu ameamulia hatua zake, kuna mtu ameamulia afya yake, hataki aweze kustawi. Nami ninastuma malaika saa hii, anza kupita mkono kwa mkono, anza kupita kichwa kwa kichwa. Yoyote aliyeamuliwa maisha, yoyote aliyeamuliwa maisha ya kurudi matopeni, aliyeamuliwa maisha ya kuishi maisha ya uovu, ya kuishi maisha ya uzinzi, ya kuishi maisha yasiyompendeza Mungu, anatamani kwa moyo wake kumpendeza Mungu, anatamani kwa moyo wake vitu viende. Kuna wengine wameumbwa kuwa waokozi wa familia zao, wengine Mungu uliwaumba kuwa chanzo cha uinulivu wa uchumi mzuri kwenye familia yao. Kuna mjomba ameamua kwamba hatotoboa, kuna mjomba ameamua kwamba hatoinuka, kuna shangazi amekaa katikati, kuna ndugu amekaa katikati, anahakikisha anamweka chini, anahakikisha amemwamulia. Watu wamemwamulia afya ya watoto wake.